Naitwa Temi Kidora wa pili, Charles Njange wa himaya ya Kizumbi Shinyanga. Ni mwenyekiti wa machifu mkoa wa Shinyanga. Na makamu mwenyekiti mmoja wa watemi wa Usukuma. Zumuni la kuja hapa Bujola ni katika ile shughuli yetu ya machifu, tamasha la tamaduni la uchifu. Ndio kilichonileta hapa, ambapo shughuli zetu ni za utamaduni, mila na desturi, kuendeleza mila na desturi. Tamasha yaliyopita, kuna matamasha mawili ambayo yanataka kufanana, lakini hili limezidi la jana la Rais Dr. Hangaya lilikuwa na shamra nyingi. Tumepata muda wa kuongea naye, ingawa sio mambo mengi, lakini mambo ambayo tunaongelea ni ya msingi. Ndio maana nasema kwamba hili limekuwa zuri zaidi. Mila na desturi, sisi machifu tunaziendeleza mila zile ambazo ni nzuri, tunaziendeleza kwa kuwarithisha vijana na kukemea vitendo ambavyo si vizuri. Kwa mfano, sisi katika Usukuma huku, binti anatakiwa hata akikuletea maji apige magoti, na hawezi kanyanyuka mpaka umemaliza kunywa yale maji, unamkabidhi kikombe kile alichokuletea, ndiye ananyanyuka. Anapokusalimia lazima apige goti, lakini siku hizi wanajikwaa. Maana ni kwamba sio goti hilo, mimi nasema kwamba wanajikwaa. Naona kama mtu amejikwaa na kukusuka, basi anasema amepiga goti. Sasa hilo tunalikemea kwamba lazima katika sisi wazazi katika familia wahakikishe haya mambo wanafanya nini, wanayazingatia. Watoto wafanyeni, wazingatie mila na desturi. Hata vijana hawa wa kiume, vijana wa kiume wanapashwa, anahakikisha jioni, chakula cha jioni awepo nyumbani. Sio tu anakwenda anazunguka ovyo tu, kwa alafu unasema kwamba anakwenda kujifunza mambo ya ajabu kule. Sasa akiwepo katika kipindi cha chakula cha jioni atapata maadili. Lakini familia nyingi sasa hizi unakuta fulani hayupo na nini, mwekeni chakula huko. Sasa hiyo sio maadili hayo. Tunawapoteza watoto au tunawapotosha. Yapo mengi ambayo yanaharibu watoto. Sisi familia, wazazi tunaharibu watoto kwa sababu tunawaachia wanafanya mambo yao, hatuwakemei. Sasa ndio tunajitahidi kuzifahamisha katika himaya zetu, kuwafahamisha familia, wazazi waweze kwanza wao wenyewe wafanye nini, waonyeshe hawa watoto kwamba wanatakiwa kuwa na maadili mazuri. Mmomonyoko wa maadili umekuwa mkubwa sana, na niseme tu moja kwa moja kwamba na serikali imechangia. Kwa mfano, zamani sisi tunakuwa, nilikuwa na onyo na mtu yoyote, baba yoyote, mama yoyote ambaye anamzidi umri mnyalika la baba yangu, mnyalika ya mama yangu, ananionya, na mama wala hawezi kufanya chochote. Na tunaogopa kwamba akisikia mzazi wangu kwamba nimefanya hivi kwa mwingine huku, napata adhabu zaidi. Lakini leo hii mtoto, wazazi wanang'ang'ana kwamba wawalee wao tu, wawakanye wao tu, kitu ambacho akiwa yuko nje na familia hiyo, nani anamkanya? Kwa hiyo anajiendea tu. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba hili linachangiwa na wazazi. Wazazi ndio wa kwanza kumomonyoa maadili haya ya vijana wetu. Na mavazi, mtoto anatoka nyumbani
ana nguo fupi ya kubana. Unamuona mzazi anamuona kabisa kwamba anakwenda nje kuzurura huko. Sasa wala hamkemei. Anaondoka siku hizi wanaita amevaa suruali huku wanasidi katakei wanaita ameweka hapo. Sasa nimekumbana na vijana wengi unamkuta amevaa vizuri na kitabu chake anateremka kwenye gari anaonyesha ile nguo ya ndani, ananisalimia na anamwambia baba samahani, wewe unaonekana ni mtu wa heshima, lakini heshima yako inapungua kwa sababu gani? Wewe hii nguo ya ndani unakwenda unaonyesha hadharani wanakwenda wanakuona kwamba unavaa nguo fulani ya rangi fulani ndani huko. Unamwonyesha nani sasa? Unatakiwa muonyeshe mkeo ndani huko, unamvalia mkeo, sio kila mtu akuone kwamba umevaa chupi ya rangi fulani. Haifai. Samahani mzee, anapandisha. Mkanda unao. Kwa nini usiufunge vizuri kiunoni? Unavalia kiunoni, unavalia hapa chini. Kwa nini? Sasa hii kwa kweli inabidi sisi unapokutana na tukio kama usilifumbie macho. Na waomba sana wazee wenzangu, ukikutana tukio kama hilo au binti amevaa nguo za ajabu, kemea hapo, mwambie ukweli. Mwambie ukweli kwamba hapo ulivyovaa hapana, si sahihi. Nakumbuka siku moja mimi mwenyewe pale nikiwa pale Shinyanga, nikamkuta binti amevaa kimtandio, amevua nguo, amevaa kimtandio, lakini nguo za ndani zote zinaonekana. Wakina mama wako pale, akanisalimia, nikamwambia sipokei salamu yako kwa sababu umevaa vibaya, umenikosea. Hutaki kunionyesha maumbile yako mimi ni mzee. Kwa nini umevaa hivi? Nimevaa tu mara moja, ananirekebishia tu nguo yangu hapa. Na nyinyi wakina mama mnaona kwamba alichofanya hapa ni sahihi? Baba, ni kweli si sahihi. Wakachukua kanga wakamvika ile kanga, lakini alipoondoka ndio anaanza kuniambia, umemwona kwenye mikono ameandika nini? Hapa kwenye mkono wa kushoto ameandika RIP. Rest in peace. RIP. Kushoto na kulia rest in peace. Nikasema mnamfahamu? Rest in peace maana yake nini? Si? Pumzika kwa amani. Maana yake kwamba anaua watu huyu kwa sababu ya nini? Ya tabia yake mbaya. Inawezekana huyu ni mgonjwa. Sasa anaeneza ugonjwa na nyinyi mnamshangilia. Sema hapana, tukemee haya mambo. Wakina mama nikamwambia jamani, tukemee haya mambo. Hii si sahihi, anawaaibisha nyinyi wakina mama, mko hapa. No. Sasa haya sio mambo mazuri. Kwa nani wa maadili sio mzuri. Ni sisi wazazi ndio tunamomonyoa maadili. Wito wangu kwa serikali, nianze na Wizara ya Utamaduni. Naomba Wizara ya Utamaduni kwanza ipige marufuku hii midoli kwenye maduka wanaoivalisha nguo za ndani za kike. Wameivua nguo hiyo, mdoli wa kike umeuvua nguo alafu anauvalisha chupi peke yake. Wapige marufuku. Huku ni kumwaibisha mwanamke, wanaaibisha wakina mama. Wapige marufuku. Kwa nini hivi? Serikali sasa hivi haina meno? Mbona miaka iliyopita huku nyuma ilikuwa na meno, ilikuwa inapiga marufuku. Ilikuwa inapiga marufuku. Unaona? Inapiga marufuku mambo kama haya. Wanaenguaji walikuwa wanakuja kwenye nani hapo kwenye bendi za wenzetu kutoka Zaire, Makwizi, siji nani walikuwa wanaenguaji, walikuwa wamevaa nguo fupi, wanapiga marufuku. Nguo fupi tu wanapiga marufuku. Leo hii wana kwenye maonyesho yao ya wao wasanii wanavaa nguo, wanafanya muziki yao uchi. Maana yake nini? Wakati wizara ipo inavunja maadili hivi tunaona wizara ikiwepo namna hii. Mbona wakienda Zanzibar
hawavai hizo nguo, kwa sababu kuna sheria. Kwa nini hapa wasitunge sheria hizo? Kwanza pige marufuku, alafu watunge hizo sheria ya kunani, ya kuzuia mavazi ya hovyo hovyo au ya uchi. Wanatuonyesha nini? Naona mwanamke unamwaibisha mama. Wajitambue kwamba hawa kina mama ni wakina mama. Hawapashi kuvaa nguo za namna hiyo. Wanakaa hovyo hovyo, unaonyesha pale, unamuonyesha nani? Muonyeshe mwenza wako huko chumbani, sio hadharani. Naona ninaomba sana serikali ichukulie hatua madhubuti kabisa, wapige marufuku hawa wasanii wa kike kuvaa hizi nguo zao za uchi hizi, wapige marufuku. Mamidoli yote kwenye maduka wasiweke kama maonyesho kwamba sasa wanaonyesha kwamba tunauza chupi hizi sijui nini. Kwani zamani zilikuwa zinunuliwa? Silikuwa zinanunuliwa? Hawa kina mama kwani walikuwa ndio wameanza kuvaa chupi baada ya kuonyesha midoli hiyo? Hapana, wapige marufuku. Ndio watatupa nguvu na sisi. Wapige marufuku.